ya kujaribu kung'ang'ania kiti kile ambacho ni cha Inspector General. Yule ambaye alipewa ile nafasi amepiwa msasa na Senate, iliyosalia ni bunge la kitaifa. Akipita pale, licha ya kwamba kuna masuala na maswali mazito kuhusiana na mambo yake, ikiwa atafaulu, basi ule client wangu atarudi nafasi yake ya kuwa yeye ni kaimu wa mkuu wa Inspector Generali, mkuu wa kitengo cha Administration Police. Nimeelezea kwamba ule ni mtu aliyeingia katika kitengo cha polisi mwaka 1989 katika ile nafasi ya chini ya constable. Amepanda zile ambazo ni madaraka zote kuanzia constable mpaka amefika nafasi ya kuwa Deputy Inspector General of Police. Amna shahada ya bachelor's degree na master's degree kutoka chuo kikuu cha Kenya, Dedan Kimathi University. Anafanya sasa karibu anamaliza shahada ya PhD katika chuo kikuu ambacho anaendelea na masomo. Kwa hivyo ni mtu aliyesoma vizuri. Tatu, nimeelezea kwamba siasa hizi zimeletwa kwa sababu kuna uwezekano kwamba iwapo Daud Kanja, ule Kanja ambaye huenda akapata ile nafasi, akapata sababu ambayo inamzuia yeye kutopata, basi Masengeli huenda akaipata ile nafasi, na kwa sababu anatoka upande ule wa Western Kenya, kwa hivyo kuna siasa mingi ambazo zinaingizwa pale. Mimi nimeelezea kwamba maamuzi ya jaji yale ambayo yalipitishwa yana dosari mingi sana, na ndiposa nimeelezewa niweze kuelekea katika mahakama ya Court of Appeal tuweze kubishana na kuondoa zile ambazo ni zile orders zilizopeanwa pale. Kwanza ya kwamba kule kuambiwa ajiendeshe yeye mwenyewe na bodaboda kwenda katika jela, hakuna sheria kama hiyo. Sheria inakuwa mtu anakamatwa, kisha ile committal bundles zinawekwa kidole na mahakama na prison, ile ndiyo shahada inayomkubalia yule Masengeli kuingia pale. Pili, ile ambayo amepewa kwamba siku 7 aweze kuelekea pale ni kinyume na sheria, sababu nimeelezea kwamba jaji anapotoa uamuzi anakuwa ile tunachosema ni functus official. Hana tena nguvu za kusikiza ile kesi sababu amejiamulia. Tatu, nimeelezea kwamba ule Masengeli hajafungwa zaidi ya miezi 6, kwa hivyo atazidi kushikilia nafasi ile, atazidi kufanya ile kazi sababu hajafungwa zaidi ya miezi 6. Na mwisho nimeelezea kwamba ule Masengeli amehakikishia Wakenya kwamba ile kikosi cha polisi taifa zima kiko imara kulinda usalama wa taifa mzima, na kila Mkenya asitishike, asikiwe na wasiwasi kwamba kuna tisho lolote kuhusiana na ile ambayo ni usalama wa taifa. Waziri amepewa jukumu, waziri wa internal security, kwamba iwapo Masengeli hatajisalimisha katika prison aweze kumchukua pale. Haikusemwa, na ndio maana nasema waziri hakupewa nguvu za kumkamata sababu warrant of arrest haikutolewa. Ile ilisemekana kwamba yeye afacilitate, sababu waziri hana nguvu zozote za kisheria kuweza kumshika, kuweza kumlazimisha ama kufanya chochote katika kutekeleza zile maamuzi za mahakama. Ndiposa tumesema kwamba zile maamuzi, kama angekuwa ni Chief Justice angesema kwamba zile ni hot air, haziwezi tekelezeka, na tutaelekea kwenye mahakama kuu kabisa, ile court of mahakama ya rufaa siku ya Jumatatu kuziondoa zile
order zile. Wakili, labda kwa ufupi sana nikuulize, ofisi ya Inspector General inashikiliwa na mtu mmoja, na ule mtu anaweza fanya delegation. Wale polisi wako hapa Nyamira pali niko sasa hivi wanafanya delegated duties ya Inspector General. Alituma affidavit, alituma naibu wake, nini hasa wanataka kumuona. Ndio maana na kila mtu anajiuliza ni nini hajasema. Kwa hivyo kuna siasa ndani yake, sio lazima aje, sababu tukisema kwamba Rais William Ruto aje kila mahali, Rais William Ruto ni rais wa taifa, ana wale ambao tunasema ni cabinet, ana ma principal secretaries, ana ma directors, wale ambao wanamwakilisha. Yule jaji aliyosema pale, hatujai muona Chief Justice akiitwa kila siku yeye mwenyewe kuja kuelezea. Chief Justice ana Judicial Service Commission, ana majaji, principal judges, ana majaji katika mahakama, ana magistrates katika mahakama. Hapa Nyamira tuna mwakilishi wa Chief Justice ambaye ni jaji na mahakimu. Kwa hivyo hili ni swala, ndio maana tunasema ni siasa tupu, sababu haina msingi wowote. Ikiwa kwamba basi polisi wote wavutwe kazi, abaki mmoja anayeitwa Masengeli. Polisi ni zaidi ya 1250, ndiposa maana inaitwa delegated authority. Hivyo ina maana kwamba sema kwamba kuitwa aonekane mahakamani kwa hakimu ambaye nguvu zake zimeisha itakuwa ni kuhalalisha amri ambayo si halali. Functors official, ule hakimu amemaliza, hana nguvu tena zilizobaki. Masengeli kuonekana pale, atakuwa anaonekana kinyume na sheria, basi itakuwa yeye anahalalisha amri ambayo si halali. Uhuru wa mahakama, tunasema uhuru wa mahakama upo, na Masengeli anaheshimu uhuru wa mahakama. Hakuna siku amekiuka uhuru wa mahakama, lakini ule uhuru wa mahakama lazima utekelezwe kulingana na katiba ya Kenya. Iwapo ule uhuru utakuwa ni uhuru uliopita mipaka, basi ule uhuru wa mahakama unaangaziwa katika pembe tatu, pembe nne. Uhuru wa mahakama wa magistrate, ikiwa umetekelezwa vibaya, yale yanachukuliwa kwenye mahakama ya High Court. Ikiwa ule uhuru wa mahakama ya High Court ulipita mipaka, unaenda Court of Appeal, ndiposa tunaenda Court of Appeal. Iwapo ule uhuru pia wa Court of Appeal mtu hatosheki, basi anaenda Supreme Court. Kwa hivyo ndipo tumesema kwamba Masengeli amefikishwa kwenye High Court. Kuna vitengo viwili vilivyosalia, kitengo cha Court of Appeal na kitengo cha Supreme Court. Hiyo ni katiba imempa nguvu. Kumbuka Masengeli pia ni Mkenya na hana haki zake za kikatiba, kufuatilia haki zake ambazo kwake yeye anaona zimedhulumiwa.